Karibu tena msikilizaji kwenye Sauti za Usawa. Na kama ni mara yako ya kwanza kutusikiliza, karibu sana. Asante kwa kuchagua kusikiliza Sauti za Usawa. Leo tunaangazia pengo la kujiamini baina ya wanaume na wanawake. Miongoni mwa yale ambayo utayasikia katika kipindi cha leo ni pamoja na hata darasani wakati tunasoma unakuta wanaume, mwanamke una uwezo tu nzuri, una akili nzuri, jibu unalijua, lakini hata kuonyesha kidole inakuwa ni ngumu. Wako wanaume ambao wana position na hawafanyi vizuri, lakini kinachoweka hapo ni wanaume wao tu. Mitego yote hii tumeitengeneza sisi wenyewe wana familia. Ninaitwa Aloisia Ngunyali na kusihi tuwe wote mpaka mwisho. Utafiti unaonesha kuwa ingawa kuna wanawake wengi ambao wana uwezo sawa na wanaume, wanawake wengi wana asilimia ndogo ya kujiamini ikilinganishwa na wanaume. Zaidi ya nusu ya wanawake duniani kote hawaishi ndoto zao na wanaogopa kufanyia kazi ndoto zao na malengo yao. Hali kadhalika, ingawa siku hizi kuna wanawake wengi vyuoni, makazini na pengo la uongozi katika ngazi ya kati likiendelea kupungua, bado kuna changamoto kubwa ya wanawake kujiamini ikilinganishwa na wanaume. Wanaume wanatajwa kupanda madaraja haraka kuliko wanawake na kulipwa zaidi kuliko wanawake, huku sababu kubwa ikitajwa wanawake wengi kukosa kujiamini. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na Chuo Kikuu cha Cornell, wanaume wanakadiria uwezo na utendaji kazi wao kwa kiwango cha juu, huku wanawake wakishusha, wakijipa makadirio ya chini ya uwezo na utendaji kazi wao. Aidha, inaelezwa kuwa wanaume wengi wanaweza kuomba nafasi ya kupandishwa kazi wanapotimiza 60% tu ya sifa za kupandishwa, huku wanawake wengi wakiomba kupandishwa wanapofikisha 100% ya sifa. Hata nje ya kazi, wanaume wengi wamekuwa na uthubutu wa kujaribu kufanya hata vitu ambavyo hawana uhakika kwamba wanaviweza, wakati wanawake wengi wanajaribu kufanya vile vitu ambavyo wana uhakika wa kuweza kuvifanya. Hali kadhalika, wanawake wengi wanaamini kuwa kufanya kazi kwa bidii na vipaji vyao asilia vinatosha kuwafanya kuonekana na kutunzwa. Salma Mkalibala ni mwandishi wa habari anayefanya kazi zake katika mikoa ya kusini mwa Tanzania. Anakiri kuwa kuna changamoto ya kujiamini kwa wanawake ikilinganishwa na wanaume. Anaendelea kwa kutaja sababu za wanawake wengi kukosa kujiamini. Mimi nitaongelea kwa experience ya maisha ambayo nafanyia kazi. Nafanya kazi katika mikoa ya kusini mwa Tanzania. Jamii za watu wa mikoa ya kusini wanaweza kuwa na utamaduni sawa na jamii za watu wa pwani kwa kiasi kikubwa. Watu wanaaminishwa kwamba mwanamke sio mtu ambaye anaweza kuwa front of ya watu akawa anaongea na kuongea. Anatakiwa kuwa ni mtu wa kusikiliza tu. Kwa hiyo hayo ni masuala ya kitamaduni. Mwanamke yeye amefundishwa kuwa mpole, amefundishwa kuwa mtu wa kusikiliza. Kwa hiyo unakuta ni changamoto sana, lakini nafikiri masuala ya utamaduni na malezi ambayo wamekulia ndio ambayo wamepelekea hivyo. Hata darasani wakati tunasoma unakuta wanaume, mwanamke una uwezo tu nzuri, una akili nzuri, jibu unalijua, lakini hata kuonyesha kidole inakuwa ni ngumu. Unahisi labda utachekwa, unahisi kama watakuonaje, inakuwa kama hivyo, lakini ni masuala tu ya kitamaduni ambayo yameathiri. Naye Bi Cecilia Malamsha, mhadhiri msaidizi wa Chuo Kikuu Kishiriki Stella Maris Mtwara, anasema kuwa kuna pengo kati ya wanaume na wanawake kwa sababu familia nyingi zimemlea mtoto wa kike katika mazingira ya kukosa kujiamini. Kuna gap mahali fulani kati ya wanawake na wanaume kwa sababu tumemnyima mtoto kujiamini. Nyumbani kwako na mtoto wa kiume na mtoto wa kike. Mtoto wa kiume anapewa madaraka ama nguvu kubwa kwenye familia kuliko mtoto wa kike. Kwa sababu gani? Kwa sababu tu ni wa kike. Yaani huna sababu ya msingi, sababu tu ni mtoto wa kike. Kumbe unatakiwa umpe nafasi ili kesho na kesho kutwa akiwa na yeye mlezi aweze kufanya kile. Sasa wewe mtoto wako wa kike unamnyima nafasi ya kufanya hata maamuzi madogo. Mfundishe mwanao kutana na challenges tofauti. Utatua changamoto ambazo mtoto anakutana nazo kila siku. Kwa hiyo hata haya magap tunakuja kuyaona makazini, yote msingi wake ni malezi. Tunashindwa kuwa structure watoto wetu kufikia level fulani. Kwa mfano mimi nikupa mfano mzuri tu. Chuoni kwetu hapa tuna watoto wa kike wengi kuliko wa kiume. Kwa hiyo mimi binafsi nanipa faraja kwamba kumbe chuo kikuu sio kwa ajili ya wanaume tu, ni kwa ajili ya wote. Sio kifikia darasa na wanafunzi 50 wa kike, 25 wa kiume. Yaani nusu ni watoto wa kike. Sema bado tunakuwa na ule uoga kwamba mimi hiki. Mitazamo ya kwamba mwanamke ana uwezo tofauti na mwanaume
inaanzia kwenye familia na kisha kwenye jamii, huku ikimfanya mwanamke akose kujiamini. Mitazamo hii imekuwa ikibebwa na misemo mbalimbali ambayo imekuwa ikiwafanya wanawake wengi wasithubutu kufanya au kupambania nafasi wakisubiri kushikwa mkono. Bwana Baltazar Komba ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Faidika Wote Pamoja FAWOPA. Anaeleza jinsi mitazamo ya jamii inavyompunguzia mwanamke kuamini katika uwezo wake. Katika kitu ambacho mimi ningependa kisiwepo ni hii lugha ya mwanamke akiwezeshwa anaweza. Kwa sababu hiyo kiangalia ndani yake ina ubaguzi. Hii lugha ya mwanamke akiwezeshwa anaweza ndani yake ina ubaguzi. Kwanza inamziwia mwanamke anayeweza asifanye akiamini kwamba anatakiwa awezeshwe. Mwanamke anatakiwa aingie kwenye kustruggle kama ambavyo ana struggle mwanaume. Kwa sababu wako wanaume ambao wana position na hawafanyi vizuri, lakini kinachoweka hapo ni wanaume wao tu. Na wenyewe lazima pia tuangalie, lakini hawasemi katika kuwezeshwa. Wanaosema kwenye kuwezeshwa ni wanakwe. Lugha hii ya mwanamke akiwezeshwa anaweza si lugha nzuri, ni lugha ambayo inamdisappoint mwanamke na inamrudisha nyuma mwanamke. Kwa hiyo lugha mbitu tuiondoe. Na wanawake wenyewe wanapaswa kuelewa kwamba wakati mwingine confidence tunaipata wanaume sio ya uelewa, tunapata confidence ya ile mitazamo ya kijamii ya kutoona kwamba sisi ni wanaume basi tunaweza. Unaweza kukuta ukipima uwezo wa kimaarifa wa huyu anayeaminiwa kama mwanaume na huyu anayeondolewa kama mwanamke, ukipima uwezo wa kimaarifa unaweza kukuta uwezo wa kimaarifa wa huyu mwanamke ni mkubwa zaidi, lakini kinachompa position ni mwanaume ni ile mitazamo ya kijamii kwamba huyu ni nini? Ni mwanaume. Lakini ukienda kuangalia kwenye uwezo wako sawa sawa ama mwanamke amzidi zaidi. Kwa hiyo hapa kuna kitu cha kufanya, kuna kazi ya kufanya au kuna jambo la kuwaambia wanawake kwamba wanapaswa kuondoa kiziwizi kinachotengenezwa na jamii, hususan wanaume, cha kuwang'ang'aniza waonekane kwamba wao wanahitaji kuwezeshwa, wao wanahitaji kitu cha ziada ili waweze kufanya jukumu fulani. Lazima ifike mahali mwanamke aone kwamba anaweza kama ambavyo anaweza mwanaume. Na hii tabia ya wanaume kuonekana wanaweza mbele ya wanawake kwa sababu wao ni wanaume, lazima tuiondoe. Na tunaiondoaje? Wanaweza kuiondoa hii tabia ni wanawake kwa kuonyesha uwezo bila kujali wanawake wake. Na anapofika mahali panapotakiwa kuonyesha uwezo, lazima asahau kwamba yeye ni mwanamke. Lazima asimame kama mwanadamu mwenye uwezo, na mwanadamu ambaye tukiingia darasani tunasoma somo moja, tunafanya mtihani mmoja na max tunazopata ni sawa sawa. Kwa hiyo lazima mwanamke asimame katika hiyo mentality ya kwamba mimi nina haki sawa sawa ya kushindania fursa fulani bila kujali kwamba mimi ni mwanamke. Lakini mitazamo hii ya kusema huyu ni mwanamke akiwezesha anaweza apate upendeleo fulani, hii ndio inaendelea kumfanya mwanamke awe na kaudhaifu ako ka weakness, kaendelee kukaa kwenye nafsi yake na kujiona kwamba hataweza kufanya kitu fulani mpaka atokee mtu fulani wa kumwezesha. Kwa hiyo hii tuiondoe. Turudi tena kwa Bi Cecilia Malamsha. Anasema kuwa mitazamo ya kuwa mwanamke anahitaji kuwezeshwa ili aweze kufanya imekuwa ikitengeneza mianya ya unyanyasaji wa kijinsia makazini, huku wakati mwingine wanawake wakitengeneza mazingira ya kufanyiwa unyanyasaji. Anakuona wewe tayari umeshajikia, mimi siwezi, sasa naomba unisaidie. Kama una sifa, kwa nini akusaidie? Akikwambia wewe sifa zako hazitoshi, kubali, ondoka. Sio kwa sababu kumbembeleza kwamba naomba unisaidie. Kwa nini akusaidie? Hapo ndo tunatengeneza sasa hizo mambo za kuja kupata unyanyasaji wa nini? Wa kijinsia mahala pa kazi. Kuna wakati mwingine wanasema tunawalaumu sana wanaume, lakini wanaume wamepata gap kutokana na udhaifu wetu sisi wenyewe wanawake. Na hiyo ndio inayochukua sasa wanawake wengi tunashindwa kufika mbali kwa sababu tunataka kila saa uonewe huruma. Na ile kwamba tunawaambiwa hasa kwenye mafuta ni mwanamke ni kiumbe dhaifu, anatakiwa kutunzwa. Lakini mitego yote hii tumeitengeneza sisi wenyewe wana familia. Anawaambia nini wanawake? Sisi wenyewe tunatakiwa tujiamini. Yaani usitegemee atakuja mwanamume akwambia you have to believe in yourself. No, yaani wewe mwenyewe lazima useme kwamba lazima nifanye hiki. Na je, familia inatakiwa kufanya nini katika kutengeneza usawa kwa mtoto wa kiume na wa kike? Malezi yetu majumbani kwetu lazima yazingatie kuhakikisha kwamba huyu mtoto unayemlea humlei kwa ajili yako tu. Unamlea kwa ajili ya kesho na dunia inayomzunguka au jamii inayomzunguka. Tunapaswa kuwa wa kwanza katika namna yoyote kuhakikisha kwamba watoto wetu wa kike na wa kiume wanajijengea nguvu ya kujiamini akiwa nyumbani na akiwa kazini. Pamoja na hayo, kuna kitu tunakiita confidence. Mpe
mpe mwanao nafasi afanye makosa. Unajua kuna watu wengine wanataka utoe perfect. Naye Bwana Komba ana nini cha kuwaambia wanawake? Ukizungumza na wanawake wengi waliopata mafanikio kwenye position kubwa kubwa hata za kisiasa, utagundua kwamba hawana background nzuri ya kuwa sijui alikuwa na godfather kwamba alimsimamia nenda. Mara nyingi alifanya vitu ambavyo walisema yani kama jikedume, lakini mwisho wa siku akaenda akafika hapo unavyomuona leo. Kwa hiyo wakati mwingine unavoenda kucompete na mwanaume kwenye kushindania fursa fulani, maneno kama jikedume lazima uwe tayari kuaccept na kuona kwamba nikishaambiwa kama jikedume wameshaanza kuona uwezo wangu, ndio maana wananiambia kwamba kama jikedume, na hiyo iwe kama award. Yani mtu akisema huyu kama jikedume, yani wewe kwako uone hiyo sasa ni nini? Ni award, kwamba jamaa hapa ananitunza, kwamba nilichokifanya kinaanza kumuonyesha nguvu yangu, nguvu niliyokuwa nayo. Yani isiwe kwamba inakudiscourage kwamba sasa ni kama jikedume tena. Ni kwa sababu wakati huo unajitambua kama mimi ni mwanamke, na nitakaporudi kwenye majukumu yangu ya kawaida mimi ni nani? Ni mwanamke. Lakini nikiwa hapa hapo nashindania fursa, nitaonyesha maarifa, nitaonyesha uwezo, capacity itajitokeza, nguvu yangu itajitokeza, energy yangu itajitokeza, na nitatumia kila nilichokuwa nacho kuonyesha kwamba na mimi naweza. Kwa hiyo wakati huo mambo haya ya mwanamke anaweza, akiwezeshwa anaweza, yatakuwa haya. Ili kupata mafanikio katika kazi, wanawake nao wanapaswa kusikika sauti zao na kushiriki katika kufanya maamuzi. Wanawake wengi wanashindwa kufanya hivyo kwa sababu ya kukosa kujiamini. Mwanamke akijiamini inamfanya kuwa na mitazamo chanya ambayo inamuongezea kujithamini na kuongezeka kwa motisha yake katika kufanya shughuli mbalimbali. Vile inamfanya kuwa na uthubutu na kuwasilisha kwa uwazi mawazo yake na kumsaidia katika ukuaji wa kitaaluma na utendaji bora wa kazi. Tabia kama vile kukutanisha macho na watu unaowasiliana nao, kuinua kichwa, kurudisha mabega nyuma na kuweka kifua mbele unaposimama au kutembea, kujenga ujasiri wa kuzungumza mbele za watu, zinatajwa kama mambo ambayo yanaweza kumjengea mtu kujiamini. Wanawake wanaweza kuzitumia njia hizo kujijengea kujiamini. Hata hivyo, kwa kiasi kikubwa kujiamini kwa mtu kunatengenezwa kuanzia akiwa na umri mdogo. Na wanawake wanapaswa kufahamu kuwa kujenga kujiamini ni mchakato. Kadiri unavyofanya mazoezi ndivyo unavyofanikisha. Baada ya yote, wanasema fake it until you make it. Yaani, igiza mpaka ufanikiwe. Kwa nini basi tusianze kujiamini sasa, hata kwa kuigiza tu, kwa ajili ya ukuaji wetu? Mpaka hapa tunafikia mwisho wa kipindi chetu. Leo tulikuwa tunaangazia pengo la kujiamini kati ya wanaume na wanawake. Shukrani kwa wote walioshiriki kufanikisha kipindi hiki. Shukrani kwako wewe ambaye umetenga muda wako kukisikiliza. Kwa maoni na ushauri, tuandikie kwa WhatsApp namba +255 764 721 721 au kwa barua pepe anetworktz@gmail.com. Tafadhali usiache kutufuata kwenye mitandao ya kijamii: Facebook, LinkedIn na WhatsApp channel yetu A Network. Pia usiache kusubscribe akaunti yetu ya YouTube A Network. Ninaitwa Aloisia Ngunyali. Kwa heri kwa sasa.